kufika, na mazingira haya sio mageni kwangu. Hapa mahali nishapakumbuka. Ile ndoto niliyoiota inahusiana mimi nateswa kwa sababu ya binti Gift. Mazingira ndo haya. Yes. Ila kwa nini iwe hivi? Okay, sawa. Ila inawezekana ili penzi langu na Gift limezaliwa hapa. Sasa basi, na mimi naweka maagano hapa yanayohusiana na penzi langu na G. Yes. Vizuri. Natamka haya maneno: miti, nyasi, migomba, mabonde na ndege na wadudu wote wasikie kwamba nampenda Gift na sipo tayari kumpoteza kwa gharama yoyote ile. Nipo tayari kutoa, lakini sio kumpoteza Gift. Yaani haiwezekani. Yaani hili jambo tu tunalizungumzia kila wakati, hatusikilizani, hatuelewani. Yaani tunakuwa tunapoteza muda. Yaani tunapoteza muda kwa kitu cha kipumbavu kabisa, yaani cha kitoto kabisa ambacho hakieleweki, hata hakina kichwa wala miguu. Brother, nini unachoongea? Mimi sielewi, unagomba tu, yaani ni kugomba tu kaka, sielewi tatizo ni nini. Kwa hiyo wewe unaniambia mimi tatizo ni nini? Ina maana kwamba hujui tatizo ambalo limetukutanisha mimi na wewe. Ajenda yetu hujui, ambayo kila siku tunakaa tunaizungumza. Tazama mpaka saa hizi. Ilikuwa niende katika majukumu yangu. Nimekusubiria wewe na wewe mwenyewe mpaka umechelewa, umeniweka, nimeharibu ratiba zangu, nimekaa na kusubiria wewe. Haya mambo gani bwana? Sikuwa tatizo langu ni lipi kaka? Si unyoke bana, 1 2 3. Mbona kila saa unanikosesha amani kaka? Kwa nini lakini? Uelewi? Hauelewi kabisa, si ndio? Nisikize nikwambie mdogo wangu. Kupenda ujanza wewe. Kupenda wameanza mababu zetu na mabibi zetu. Lakini upendo wao waliokuwa wakipenda, wanakaa katika system, katika mstari. Wanahakikisha majukumu yao ya kila kitu wanayakizi. Si umeelewa? Wanafanya hili na hili na hili na hili la upendo la mapenzi ndio linafanyika. Sasa wewe unawezaje kupenda? Unapenda katika kitu kimoja tu. Ni kukangana na huyo mwanamke, unafikiria masaa 24 huyo mwanamke, ufikiri kitu chochote, Yaani spidi yako ya utafutaji paka umeshuka. Yaani umeshuka kwa kiasi kikubwa sana. Alafu isitoshe tunategemewa sisi. Mimi na wewe. Kwa unapofeli, natazama moyo wangu unasikitika sana. Yaani tena unasikitika kwa kiasi kikubwa kwa sababu sio makusudio yetu. Haiwezekani kupenda kipumbavu. Yaani naona kabisa unanikosea bro. Mimi nampenda Gift. Yaani mimi bila Gift si chochote, si lolote kaka. Unaelewa? Ni mwanamke wa ndoto zangu yule. Yule ni mwanamke ambaye ananinyima usingizi kaka. Sio hivyo tu, naomba uelewe kwamba yule ni mwanamke ambaye natazamia tufanye makubwa kaka. Sasa masuala haya kama ukiingilia kama sikuelewi kaka. Mimi nishakuwa sio mtu tena kusimamia kwenye mahusiano kaka. Unanikosea sana bro. Mimi nampenda Gift. Siwazi hata kukaa mbali na yeye bro. Kaka, ongea kabisa ukijua kabisa nini maana mahusiano, upendo ni nini kaka. Mbona nipa wasiwasi kaka? Mbona unakuwa na wivu na maisha yangu? Kwa sababu mimi ndo naipenda, najua maumivu gani napitia, mimi nakupitia maumivu ya namna gani brother. Bas. Mwenye shemeji uliye naye ilifikia nyakati kama hizi ulipenda. Sijui sawa ulipenda vipi, lakini mimi nilivyopenda naona nimependa tofauti kwa sababu sijampenda kwa bahati mbaya. Basi. Kama kaka yako nakosea, naomba unisamehe. Yaani nisamehe mimi. Basi. Unajua siku zote tumeishi mimi na wewe. Kama mtu akikosea, unamuita, unamweka sawa.
Nikikosea mimi unaniita, unaniweka sawa. Kama wewe umeona kabisa ni sahihi kuwa na huyu mwanamke na umempenda kwa dhati na huwezi kusikiliza kitu chochote pasipo huyo binti, mimi sawa. Kwa sababu mimi na wewe tumekuwa kwa kuelekezana. Mimi nimekosea, unanielekeza, umekosea na kuelekeza. Ila mimi najaribu kukuelekeza kwa sababu mienendo unaoenda sio sahihi kwangu. Lakini umepinga. Sasa naomba unisamehe sana. Nisamehe, sitoweza kurudia tena kuzungumza kuhusu mahusiano yako. Sawa kaka, kama kweli uko tayari kama unavyosema nikusamehe mdogo wako, maana ulishaniumiza katumii kila siku jambo hili. Naomba unisaidie kitu kimoja. Naomba uende ukamwambie binti Gift nampenda peke yake. Sitothubutu kuchezea hisia zake. Natamani awe ni mke wa ndoa, ni mke wa ndoto zangu. Umempa nini mdogo wangu? Unamaanisha nini? Ina maana kwamba mtu ambaye anashindwa kula, anashindwa kulala, anashindwa kufanya kazi zake za msingi kwa ajili yako wewe, anakuwa na kuwaza leo hii umuelewe, si ndio? Ojo, unanichanganya. Kwanza wewe mtu mwenyewe unayemzungumzia simfahamu, simjui. Yaani siku wewe unamaanisha nini? Kuna kijana ambaye anateseka kwa ajili yako katika mapenzi. Ni kijana mwembamba, mweupe, sio mrefu sana. Ni kijana wa kawaida sana. Ila anatutesa sisi majirani, familia na ndugu na jamaa wote kwa sababu ya mtu ambaye anaitwa Gift. Kumbe ndo kale kafupi kale anapenda kuvaa kofia masaa yote. Umeshaka kumbuka. Bila haya, bila uoga, hata hofu ya mwili, ya roho. Ujui kama anaumia kiasi gani, anateseka kiasi gani. Unaongea tu kwa kujisikia mwenyewe binafsi. Tena bora nimekuona wewe ndugu yake. Sasa basi kamfikishie taarifa huyo Chikila mwenyewe. Mwambie hivi Gift kasema hivi, hakutaki, hakupendi wala wewe sio vitu vyake. Sasa napozungumza na wewe, sitaki joking na sitaki utoto ambao unamfanyiaga mdogo wangu anateseka, afanye mambo yake yote ya msingi ukaniletea mimi. Mimi ndo nachagua nani niwe naye nani nimwache. Siwezi kuwa na yule, kama ni ndugu yako kamwambie. Na hisi umenielewa. Wewe kichaa, sinajua. Tena pumbavu kabisa, yani mwanamke ambaye ujielewe, ujitambue, cheke mawigi, kilemba kizuri kama mtu kweli, kumbe bwege. Akiona anatongozwa tu na vijanaume au wanaume wawili watatu wanapigizana, wanasumbuana, wanashindana katika kona zao, basi wanaona kama anapendwa na kila mtu. Poteza bahati mpumbavu wewe. Afu endelea kumtesa mdogo wangu. Siku nikikufuata na kanyaga hicho kichwa chako na kizamisha chini ya ardhi. Mbwa wewe. Hivyo unajikuta nani kwanza? Yaani mimi nimetulia na penzi langu mimi, alafu unaingilia pale unataka kupendwa, inakuwaje? Oya, achana na yule demu. Sitaki uniingilie katika mahusiano yangu. Tutakuja kuumizana. Kaa mbali yani. Yaani ukitaka maisha yako ende sawa, kaa mbali na yule demu. Sebro ngwambeke. Unijui? Sikujui. Hivyo basi, jitahidi sana kukaa mbali na maisha ya watu. Baadaye sije kakukosti. Kwa sababu naona kabisa kuna nyenzo ambazo natembea zitakuletea gharama. Good boy. Yaani usichokijua, penzi langu mimi na yule yani limeanza kitambo sana. Na kama uamini, wewe ukirudi nyumbani kamuulize, Jovini ni nani, atakwambia. Mimi hilo sijali bro. Wala hilo silifikiri. Yaki. Na kama upo hapa pengine kwa ajili ya kutaka namna mimi nishindwe kufika mbali. Brother. Hebu kabla hujafanya jambo, fanya research, afu chukua hatua. Usilete mambo yako mengine bro. Sawa sawa. Unajua sana kuchonga. Ila wewe unijui mimi, wewe ni mpumbavu kama wapumbavu wengine.
Kuda deki zake ufala. Sijui nimpige taili. Oa, mimi ndo Jovin Killer, mimi sija kufeli katika jambo langu. Na kama unijui, sasa hii ndo unaanza. Kama ni season ndo imeanza sasa. Wewe unataka vita na mimi? Oa. Karibu na kusikiliza kijana. Sawa. Mama bwana, nimekuja hapa kuna jambo ambalo natamani mama nikwambie. Jambo gani hilo? Kuna jambo ambalo limekuwa likinisumbua kila wakati, nimeshindwa namna kulifumbua. Lakini naomba tu nielewe hivyo mama. Nampenda mwanao G. Wewe kijana, mbona mkosefu wa adabu kiasi hicho eh? Hivi huna wazazi wewe? Hujaambiwa kwenu eh? Ama kweli ukistaajabu ya Musa utaona wa Firauni. Mtoto, si matusi hayo? Astaghfirullah, Mungu, dunia hii ina mambo. Hapana mama. Si kana kwamba nataka mcheze, nampenda kweli, nataka awe ni mke mama wa watoto wangu. Nampenda kweli mama. Koma wewe. Alafu huna adabu. Wewe ndio juzi ndio kumwagia maji pale wewe. Shenzi mmoja wewe. Hivi wa wapi eh? Mbona niletea uchulo nyumbani kwangu hapa?